kumgoja bwana harusi. Kumgoja bwana harusi. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asubuhi ya leo tunaenda kuangalia neno lako la uzima. Hatuwezi kuzungumza yaliyo mapenzi yako. Tunakuomba Bwana, tunapolisoma neno hili, acha wewe ukazungumze na watoto wako na jina lako likapate kutukuzwa. Roho wako Mtakatifu tunaomba katufundishe katika jina la Yesu, amina. Kumgoja bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno haya yaliandikwa katika kitabu kile cha Lulu za Uzima, katika ukurasa ule wa 192. Anasema, Yesu alipokuwa katika mlima wa Mizeituni, alipokuwa na wanafunzi wake, ilipokuwa jioni, jua linaenda kuzama, linaishia katika milima ya Yerusalemu, kivuli kikiwa kinasogea, kukiwa na kajua ka jioni kanakong'aa, Yesu aliwatazamisha wanafunzi wake kutazama nyumba moja ilikuwa imepakwa rangi, na nyumba ile kulikuwa na watu walikuwa wanaingia, walikuwa wanatoka, lakini nyumba hii ilionekana ni nyumba iliyoandaliwa kwa ajili ya sherehe. Na pale palionekana na watu ambao walikuwa wanasubiria saa ya sherehe. Na katika nyumba hii akawatazamisha wanafunzi wake kutazama. Na wanafunzi wake walipokuwa wanatazama namna nyumba ile ilivyokuwa imepakwa rangi kwa ajili ya sherehe, turudi, ilikuwa ni tamaduni za mashariki huko Uyahudini. Kipindi cha sherehe, nyumba ya bwana harusi ilikuwa inapambwa, inapigwa rangi kuonesha kwamba kuna sherehe, na huaga watu walikuwa pale wakiweka mambo sawa. Lakini turudi katika Afrika, tamaduni hizi za mashariki tumezichukua. Watoto wa leo wanaweza wasinielewe, lakini wale waliotokea kule kijijini wanaweza wakanielewa hivi. Inapofikia siku ya ndoa, ambapo ndio siku ya sherehe, bwana harusi anaondoka nyumbani kwao, sio nyumbani kwake, nyumbani kwa baba yake. Alafu bwana harusi anaenda ukweni kwa baba mkwe, kwa mama mkwe. Pofika kule ukweni, anamkuta mke akiwa katika nyumba ya baba mkwe au nyumba ya mama mkwe. Alafu bwana harusi anamchukua mke wake, wanarudi, wanaenda kwao. Hiyo ndio ilikuwa tamaduni. Leo tamaduni ya leo ni binti unamtoa nyumbani kwako, unaenda kumkabidhi saluni. Sasa hivi ndivyo wengi lakini kwa tamaduni kabisa ni kwamba yule anatakiwa atoke nyumbani kwao. Sio wewe mama umkabidhi binti yako mtu mwingine amuandae. Wewe mama pamoja na mashangazi, ninyi ndio mna wajibu wa kumwandaa binti yenu kwa ajili ya sherehe.
maana atakuja. Katika tamaduni hii ya Mashariki Afrika tumeichukua tamaduni hii ya sherehe hizi, na tunapozungumzia sasa bwana harusi na bibi harusi, hii tamaduni nyingine ipo kwamba katika Mashariki kulikuwa na watu wanaoitwa wanawali 10. Kibiblia wapo wanawali hawa 10. Hawa, msikilize hapo, yani kile ambacho naenda kukihitimishia au somo la leo, usiponisikiliza hapa mwanzo unawezekana ukachanganyikiwa. Sasa hawa wanawali 10 hawa wanakuwa nyumbani kwa bwana harusi, nyumbani kwake, yani ile nyumba yake ambayo ameiandaa kwa ajili ya kumuingiza mke wake usiku ule. Hawa wanawali 10 wanakuwa pale. Leo haipo hiyo. Ina maana ile nyumba imeandaliwa ambao wanawali 10 wako pale, ndio nyumba ya honeymoon. Unaona sisi tunavyoenda vice versa kidogo. Leo mtu akioa anatoka kwake anaenda hotelini, eti analala, hiyo ndio honeymoon. Kumbe hapana, angetakiwa kwake, hata kama ni chumba kimoja, hicho ni hapo. Sasa hawa wanawali 10 walikuwa wanakuwa pale. Sasa Yesu ile jioni alipokuwa anataka kuwafundisha wanafunzi kwa vielelezo, wanafunzi walipokuwa wanatazama, walikuwa wakiona watu wanaingia katika nyumba ile ya bwana harusi, lakini pia walionekana wanawali. Leo kuna kitu pia tumekimisi hapo kwenye wanawali. Unajua mwanawali ni yule ambaye hajawahi tangia kuzaliwa katika tumbo la mama yake, hajawahi kukutana na mwanaume. Sasa turudi hapa. Hawa walikuwa wanaonekana pale. Kwa hiyo walifundishwa hawa wanafunzi mfano ambao wao walikuwa wanauelewa kwa tamaduni za kipindi kile. Kwa hiyo moja kwa moja wakajua kwamba sehemu ile kuna sherehe. Maana hata hivyo tumewaona wanawali 10, na hawa utawajua, maana hawa wanavaa nguo nyeupe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudi sasa, tunapoenda kuangalia katika kitabu kile cha Mathayo 25 mstari ule wa kwanza mpaka 13. Watu wanamgoja bwana harusi, lakini ngoja nimalizie hapa ili uelewe kwamba bwana harusi anapoenda ukweni kumchukua mke wake, anapokaribia kunakuwa na kelele. Wale wanawali 10 wote wanatoka. Wakiwa wanatoka, si bwana harusi anakuja kule, wao wanakuwa mbele, yani hapa wako mbele, wanamfuata bwana harusi akiwa na bibi harusi. Wanapofika pale, wao wanakaa nyuma ya bwana harusi wakiwa na taa zao. Yani ili uitwe mwanawali lazima pia uwe na taa. Kama huna taa, kwa kweli ni vigumu.
Kwa hiyo hawa wanapomlaki bwana harusi, wanapofika kwake, wao wanarudi nyuma ya bwana harusi. Alafu bwana harusi sasa yeye ndiye anayeongoza, ndiye yuko mbele. Na wanapofika nyumbani, nyumba ya bwana harusi, wanapita. Kipindi hicho walikuwa hawafanyii sherehe pale pale nyumbani, ila kuna mahali walikuwa wamepanda, yaani leo tunasema hall, ukumbi. Kwa hiyo wanapofika pale, si kwamba wanaingia, wanaongozana, wanaenda ukumbini. Sasa kwa nini niwaeleze kitu hiki? Sasa ndio tuje tusome kitabu cha Mathayo 25, ndipo utaelewa kile ambacho Yesu alikuwa anakizungumzia. Ansome mmoja, Mathayo 25 mstari wa kwanza. Mathayo 25 mstari wa kwanza anasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Mstari wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya Yesu kuwatazamisha wanafunzi wake, sasa anawafundisha kwa vielelezo kwamba mmeona pale kuna sherehe leo, usiku wa leo itafanyika pale. Sasa Yesu ndipo anarudi kwa wanafunzi wake, anawaambia sasa ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Hawa wanawali ina maana wako nyumbani kwa bwana harusi, wanamsubiria bwana harusi aje na mke. Alafu wakisikia kelele, ndipo wanapoenda kumlaki. Kelele zimesikika, bwana harusi huyo anakuja. Kwa hiyo wao wanaenda kumlaki sasa hawa wanawali. Mstari wa pili. 5 walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Anasema katika hawa wanawali sasa, akizungumzia ufalme wa mbinguni, kwamba 5 walikuwa wenye busara na 5 walikuwa wapumbavu. Anaendelea anasema, wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Wale wenye busara walitwaa vyombo na taa zao, lakini wale ambao hawana busara walitwaa taa zao pasipo vyombo vya mafuta. Anasema, hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Hawa 10 wote walilala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele. Usiku wa 8 kukawa na kelele. Haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Anasema haya bwana harusi, tokeni, twendeni tukafanya nini? Kumlaki. Tukamlaki. Kelele zinasikika. Mara wakaondoka wanawali wote, wakazitengeneza taa zao. Na wanawali wote 10 waliposikia kelele hizi za bwana harusi kwamba anakuja, wote waliamka. Alafu wote wakawa wanazitengeneza taa zao. Sasa wale watoto wenzetu wanaweza wasifahamu sana kuzitengeneza taa. Ina maana ni ile taa chemli. Wanatengenezaje? Ina maana taa imewaka, ule utambi umeisha, umebakia kaa pale juu. Kwa hiyo sasa wanazitengeneza kwamba wana switch, wanapandisha juu. Sasa wote wanatengeneza, wanapandisha juu ule utambi, maana kuna kitu cha kuzungusha. Lakini cha ajabu, kuna taa ili iendelee kuwaka lazima iwe na mafuta. Hata kama upandishe kiasi gani, na maana utambi ndio utaisha, alafu taa itazimika moja kwa moja. Kwa hiyo waliposikia bwana harusi anakuja,
wote wakaamka, wakawa wanatengeneza taa zao. Wanapotengeneza taa zao, wengine ndio wanagundua mafuta yametuishia. Wakiwasha ni mkaa mtupu, lakini wengine wakiwasha taa zao zikaendelea kuwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watano taa zao hazikuendelea kuwaka. Endelea. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Wanawaomba wale wenye akiba ya mafuta kwamba za kwetu zimezima, tuazimeni mafuta. Wale wenye busara wakasema, haya yanatutosha, hatuwezi tukawazima. Shikeni njia, mkaende kwa wauzao. Endelea. Mstari wa 10 anasema, na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Walipoondoka na kwenda, maana kelele awali zishaashiria kwamba huyo bwana harusi anakuja. Kelele, yaani ili ujue bwana harusi anakuja, yuko mbali kule, ni kelele. Unajua zamani ilikuwa hivi. Unajua mtu anaweza mimi nikaoa boma kule, lakini watu wana uwezo wa kutembea kutoka boma mpaka hapa, alafu wakiwa wanaimba, si mnakumbuka? Kwa hiyo sasa ni kelele. Maana hata hivyo katika sherehe huwa kuna makundi, unakuta mawili matatu, wengine wanaimba hapa, wengine wametangulia. Kwa hiyo kelele, hawa wakasikia kelele, wakajua tayari bwana harusi anakuja. Lakini sasa walipokuwa wanahangaika, maana wao ni wa muhimu, ni wanawali, wanatakiwa wawahi ili waonekane mbele, baadaye waonekane nyuma wakiwa wanamsindikiza bwana harusi, na bwana harusi akiwa ndiye kiongozi. Sasa ili waanze safari, ni usiku, kuna giza, inatakiwa taa, mwanga uonekane. Wao hawana mafuta. Sasa wakiwa wanaenda kutafuta mafuta, msomaji alisoma kwamba ghafla bwana harusi akaja. Mstari ule wa 10, na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Wale waliokuwa tayari wakaingia na bwana harusi ukumbini, mlango ukafungwa. Eleweni, aliyefunga mlango sio bwana harusi. Tuendelee. Mstari wa 11 anasema, halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Wakaja wale wengine wakasemaje? Bwana, Bwana, utufanyeje? Utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. We mkuu wa sherehe, unajua aliyejibu hapa ni mkuu wa sherehe. Hutujui tena, na sisi tumeandaliwa rasmi. Yaani ni wale washenga wanaingia ukumbini wameandaliwa, alafu unaambiwa hatuwajui. Umevaa vizuri, unaambiwa sikujui. Vijana hilo mnaweza mkalifahamu. Umefika pale, umeweka vizuri, wanawake wanajua kuvaa. Kwa hiyo akifika pale amevaa vizuri, alafu anaambiwa sikujui. Bwana, si ulinialika mimi? Si mwanawali? Si umenialika ili nikusindikize kwenye sherehe? Inakuwaje hunijui? Sasa endelea. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi.
basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Alafu mwisho anawaambia kesheni kwa sababu hamuijui siku wala saa. Yesu alikuwa anafundisha kwa vielelezo. Hawa wanawali watano ambao hawakuwa na akiba ya mafuta, waliposikia kelele, wao wakiwa wanatengeneza taa zao, ndio wanagundua ya kwamba taa zao haiwezekani tena kuendelea kuwaka, maana na ukosefu wa mafuta. Walipoanza safari ya kwenda kutafuta, ndipo tayari bwana harusi anakuja na anaingia ukumbini, na wanapogonga anasema, siwajui ninyi. Tunajifunza kitu gani? Tunapaswa kufanya maandalizi mapema. Siku ya mwisho sio siku ya kufanya maandalizi. Siku ya sherehe sio siku ya kufanya maandalizi. Maandalizi inatakiwa yafanyike mapema. Hapa Yesu alikuwa anazungumzia pia ufalme wa mbinguni, namna unavyofanana, kwamba tuelewe ya kwamba kelele zimesikika. Tumesikia ya kwamba Yesu anakuja. Yeye ndiye bwana harusi na sisi ni bibi harusi. Tumesikia kelele hizo. Anakuja. Vipi? Tumeandaa mazingira ya kumpokea bwana harusi? Maana mwishoni ndipo wanagundua kwamba tumechelewa, mbona hatujafanya maandalizi, na wanajikuta ya kwamba wamefungiwa nje. Sasa katika kisa hiki, wanawali wanawakilisha, hawa wanawali 10 wanawakilisha makundi mawili yanayomsubiria Yesu Kristo. Lakini nguo zao nyeupe ina maana ya kwamba ni tabia safi. Kwa hiyo tuelewe ya kwamba katikati yetu kuna makundi mawili yanamsubiria Yesu Kristo. Kuna waliojiandaa, lakini kuna ambao bado hawajajiandaa. Tunakumbushwa sasa leo ya kwamba tunapaswa kujiandaa, maana Bwana anakuja, na anasema nakuja. Yule aliyesema atakuja anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Umeandaa nini kwa ajili ya kumpokea Bwana? Na hapa anaposema aliyefunga mlango, ina maana ni mkuu wa sherehe ambaye ni Mungu wa mbinguni. Unajua sasa hivi tunatambulika, lakini Bwana atakapokuja ataangalia. Hapo ndipo tutakapobaguliwa. Hapo ndipo ambapo tutatoka makundi mawili. Sasa hivi tuko wote, tunakula wote, tunasikiliza neno wote, tunaishi wote, tunatembea wote, tunashiriki ibada wote, tunajadili lesoni wote, tunasaidiana, tunaimba sote, tunahudumu kama wazee wa kanisa sote, tunahudumu kama kwaya sote, tunahudumu kama viongozi pamoja. Lakini wakati unakuja ambapo
tutatengana. Katikati ya kwaya yatatokea magrupu mawili. Katikati ya wazee wa kanisa yatatokea magrupu mawili. Katikati ya wakuu wa idara yatatokea makundi mawili. Sisi si wale ambao tulikuwa tunashirikiana. Iweje wenzetu hawapo? Si tulikuwa tunaimba pamoja, si tulikuwa tunaimba pamoja. Mbona utengano? Siku ya mwisho ni siku ya furaha, lakini pia ni siku ya maumivu, maana kuna wengine watatenganishwa. Huyu si mke wangu, mbona tulikuwa naye? Yuko wapi? Makundi mawili. Si mtoto wangu, hawa si watoto wangu. Wako wapi wengine? Makundi mawili. Jamani, tutiane moyo. Wakati unakuja, wale tuliozoeana nao hatutaonana nao. Wale wake ambao tumezoeana nao hatutawaona tena. Leo tumekuja kama grupu, leo tumekuja wote, lakini tukumbuke ya kwamba kuna wakati itatokea magrupu mawili hapa ndani ya kanisa. Unajiandaje kwa jambo hili? Ninajiandaje kwa jambo hili? Kumpokea bwana harusi. Anakuja. Tunafurahi wote kwa pamoja. Wakati unakuja ambapo tutatenganishwa. Wakati unakuja ambapo tutalia. Wakati unakuja ambapo tutaomboleza. Silikuwa na fulani, yuko wapi? Sasa hivi tunaona tuko pamoja. Hata wanawali walijiona wote wako sawa. Wote 10 walijiona wako sawa. Hawakuona tofauti na mwingine. Lakini ilipofikia mwisho, ndipo wakajielewa. Wakashangaa wamegawanyika makundi mawili. Kundi moja limefungiwa nje. Si wale wenzetu ambao tumevaa vizuri, nguo nyeupe, wanawali. Wanakuta 5 wako ndani, 5 wanalia nje. Mungu na akusaidie, na Mungu na anisaidie kufanya matengenezo. Kelele zimesikika, Bwana anakuja. Kelele zimesikika, Yesu anarudi tena. Haleluya! Kelele zimesikika, Yesu anarudi. Vita vinavyotokea ni kelele. Mambo ya ajabu yanayotokea ni kelele, kwamba mfalme anakuja, ambaye yeye ni mfalme wa milele, atakayetawala siku zote. Kelele. Je, umesikia kelele? Yupo, anakuja. Jiandae. Andaa familia yako, andaa jirani yako, andaa ndugu yako, andaa rafiki yako, andaa familia yako, andaa watoto wako. Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo hayapaswi sana
kuyaangalia sana, yenyewe yanaonyesha kwamba Yesu anarudi. Jamani, tuacheni kusengenyana ndani ya kanisa. Mbona sisi wenyewe, sisi kwa sisi ndio tunaangushana? Yesu anakuja. Mbona tunajisema sisi wenyewe? Jamani, Yesu anakuja. Yesu anakuja. Fanya matengenezo. Mtu akikukosa, nenda muombe msamaha. Tufanye matengenezo. Yesu anakuja. Tuungane tuwe kitu kimoja. Yesu anakuja. Tunaweza tusielewe, lakini ndani ya kanisa hili tunaelewa kwamba Yesu anakuja. Unajua, hata leo wanatafutwa watu waaminifu katika serikali mbalimbali, lakini wanakosekana. Yesu anakuja. Tunapomalizia kitabu kile cha Ayubu 19:27, Ayubu 19 mstari wa 27 anasema, nami nitamwona, mimi nafsi yangu na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine, mtima wangu unazimia ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu anasema, nami nitamwona, mimi nafsi yangu. Atamwona nani? Anasema nitamwona Yesu. Alisema zamani sana Ayubu kwamba nitamwona. Anasema na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine, ni Yesu. Ni Yesu, ni yule aliyetundikwa msalabani, ni yule aliyezalilishwa msalabani. Ayubu anasema macho yangu yatamwona, si mwingine, ni mkombozi wa ulimwengu. Yesu Kristo anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni hasara kubwa kama tutapotea. Itakuwa ni hasara kubwa kama hatutajali wokovu mkuu namna hii. Itakuwa ni hasara kubwa kama tutapotea. Tufanye matengenezo ili tumuone Yesu anakuja tena. Haleluya, anakuja. Hata wanafunzi walipotazama juu na watu wengine walipoona Yesu anapaa, wanatazama kuelekea juu, ndipo malaika wakaja wakawaambia, huyo mnayemuona anayeenda mbinguni, hivyo hivyo mlivyomuona atarudi tena. Haleluya, anakuja, anakuja. Usihangaike na mambo ya ulimwengu. Yesu anakuja, anakuja. Kuwa bize kutafuta wokovu, anakuja. Usiwe bize kusengenya, usiwe bize na mambo ya ulimwengu. Anakuja, anakuja. Haleluya, tutamuona, tutamuona. Tutafurahi kama watu wa kitabu kile cha Isaya 29, kama sio Isaya 29:25, naona pale. Tutafurahi, tutarukaruka tukimuona mfalme wetu akija, Yesu Kristo. Mchana wa leo ni wangapi wanaosema, Bwana, nimekuelewa, ni kweli
nimeishi bila kufanya matengenezo kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Lakini siku ya leo nimekuelewa Bwana. Ninakiri kufanya matengenezo kwa ajili ya ujio wako mara ya pili, ili unapokuja Yesu unikute nikiwa tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Watu wa namna hiyo wasimame. Bwana awasaidie. Bwana awaongoze. Bwana awatie nguvu. Bwana awaangazie uso wake. Bwana awe kiongozi wenu, ili tufanye matengenezo ya dhati, ili Yesu anapokuja atukute tukiwa tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asubuhi ya leo umezungumza nasi Bwana, tumesikia sauti yako. Umezungumza nasi ya kwamba unakuja hivi karibuni. Bwana, tusaidie tukafanye matengenezo, ili tusije tukachelewa kama wenzetu wale wanawali 5 walivyochelewa kufanya matengenezo na mwisho wakafungiwa nje. Bwana, tusaidie tusije wakufungiwa nje, mahali ambapo viburi vimeinuka, mahali ambapo dhambi fulani imepata nafasi ndani ya mioyo yetu. Bwana, mchana wa leo tunakiri kwako, tunakuomba tusamehe. Mungu wetu, unapotusamehe tupatie Roho wako, ili yeye akaweze kutudumisha katika wewe, ili siku zote tukaishi tukiwa tunakutegemea wewe, na mwisho tukafae kwa uzima wa milele. Katikati yetu kuna wagonjwa Bwana.